I give the Midianites into your hands. Therefore the others men go each to his own place. So Gideon sent the rest of Israel to their tents, but kept the 300 who took over the provision and the troubles of the others. Amen. Sasa Mungu akamwambia hata hawa 10,000 ni wengi sana. Ndio nakwambia Gideon submitted himself fully to the will of God and the purposes of God. Wakaambiwa wapeleke pale kwenye mto, hapo ndio nitawachunga. Kichungi, ambia mtu kuna kuanga na kichungi ya Mungu. Anajua kuchunga watu wake. Praise the name of the Lord. Akawaambia nitachunga wale watu kwa niaba yako. Akawapeleka pale mtoni, wakaenda kukunywa maji. Kuna wale ambao walipiga magoti na wakakunywa maji hivi. Kuna wale ambao walichota maji kwa mkono wao wakalamba kama umbwa. Mungu akamwambia Gideoni, wale ambao wamelamba maji hivi kwa mikononi mwao, hao ndio nitatumia kukomboa wana wa Israeli kutoka kwa Midianites. Wale ambao walipiga magoti wakakunywa maji ni wangapi? 900 and what? 9,700. Hao ndio waliokunywa maji wakiwa wamepiga magoti. Mungu akasema hao sitawatumia. Praise the name of the Lord. Akamwambia Gideoni, nitatumia hawa 300. Amen. Ninatumia hawa 300 na hawa ndio nitakayetumia kukomboa wana wa Israeli kutoka mikononi mwa Midianites. Hallelujah. Mimi nataka kutangaza ya kwamba wale tumefika katika nyumba la Bwana siku ya leo, sisi ndio Mungu atakayetutumia kuleta ukombozi katika nyumba zetu. Sisi tuliofika katika nyumba la Bwana, sisi ndio Mungu atakayetumia kuleta ukombozi katika mji huu. Wengi ndio wale hawakufika, lakini wale wachache waliofika, hao ndio Mungu atawaaminia mafuta. Hao ndio Mungu atawaaminia neema ya kuleta ukombozi. Praise the name of the Lord. Usijione ukiwa mchache, tusione tukiwa wachache. Sisi ndio Mungu atakayetumia. Afadhali watu 300 walio na Mungu kuliko watu 1000 wasio na Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Praise the name of the Lord. You better have 300 people who are full of God than 10,000 people who do not have God. Afadhali ukuwe na watu 30 ama ukuwe na watu 300 walio na Mungu kuliko kuwa na watu 10,000 wasio na Mungu. Mungu akasema achana na hawa 9,700, wewe fuatana na hawa 300. Kama ningeulizwa, ningeambia Gideoni enda na hawa 9,700, lakini Gideoni akasema Mungu ameenda upande wa wale 300, kwa hivyo na mimi nitaenda upande ule Mungu alipo. Pigia Yesu makofi mazuri. Praise the name of the Lord. Mungu akamwambia nitasimama na hawa 300, naye Gideoni akaamua na mimi nitasimama ule upande Mungu aliko. Hallelujah. Afadhali ukue mahali Mungu aliko. Piga mtaifa mwambie better be in the place where God is. Afadhali ukuwe mahali Mungu alipo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Where are the 300 men of GRC? Where are the 300 men of Tasia? Where are the 300 men of this nation who God is going to use to cause deliverance? Tell God I am available. I am available. I am available to be used of God. I am available to walk with God. I am available to be used to cause deliverance in my family. I am available to be used by God to cause deliverance in this city. Praise the name of the Lord. God is looking for the 300 men in Tasia who are going to change this city for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Wakati Yesu alikuwa anafanya huduma yake hapa duniani, alikuwa na wanafunzi wangapi? How many of them? They were 12.
walikuwa 12 na tunajua mmoja hakuwa amesimama vizuri. Praise the name of the Lord. They were 12 lakini mmoja hakuwa amesimama vizuri. Wakati Yesu aliendelea kuexpand, alituma wangapi? 70. Praise the name of the Lord. I want to tell you the truth. God is not a God of majority. God is not a God of majority. He is not a God of the democracy. He is a God of divinity. Praise the name of the Lord. He is not a God of majority. He does not follow the majority. He follows the selected one. He follows the elected one. He follows the chosen one. He follows the people who consecrate themselves for the purpose of the kingdom. He does not follow the majority. Praise the name of the Lord. You may be the minority, but God can stand with you. You can be the minority, but God can stand with you, and that is what causes the difference. Hiyo ndio inaletanga utofauti. Hallelujah. Mungu aliacha wale 20,000 akasimama na wale 10,000. Ikafika wakati akaachana na wale 9,700 akapata watu 300. Sorry for that. Praise the name of the Lord. Mungu alipata wale watu 300 na akasimama na wao. Praise the name of the Lord. Nami ninakutangazia siku ya leo, Mungu akasimame na wewe. Mungu akasimame na wewe. Mungu akasimame na wewe katika jamii yako. Mungu akasimame na wewe katika kanisa hili. Mungu akasimame na wewe na akakutumie, akaachilie neema, akaachilie upako utakaoleta mageuzi, akaachilie upako utakaoleta mabadiliko. Praise the name of the Lord. I feel in my heart the time for revival has come. The time for revival has come. The time is ripe for revival. God is looking for the 300 men. God is looking for the 300 women who are going to stand in their gap, who are going to stand in their position and declare the purposes of God, and declare we are taking over the Midianites. We are taking over the Midianites. We may not be the majority, but we are taking over. We are taking over the Midianites. We may not be the majority, but we are taking over. Praise the name of the Lord. Naamini wakati majeshi ya Midianites waliona Gideoni na watu 300 waliwadharau. Amen. Wakati Midianites waliona majeshi 3,000 waliwatekelea. Praise the name of the Lord. Kumbe wasijue Mungu alikuwa ndani yao. Kumbe wasijue Mungu alikuwa miongoni mwao. Kumbe wasijue walionekana wadhaifu, lakini Mungu alikuwa na wao. Walionekana wanyonge, lakini Mungu alikuwa na wao. Walionekana wana silaha, lakini kumbe Bwana ndiye alikuwa silaha yao. Walionekana wana nguvu, kumbe Jehova yeye ndiye nguvu zao. Praise the name of the Lord. Unaweza onekana mnyonge, kumbe Bwana ako pamoja na wewe. Unaweza onekana una vitu, kumbe Bwana ndiye nguzo yako. Kumbe Bwana ndiye nguvu yako. Kumbe Bwana ndiye uwezo wako. Kumbe Bwana ndiye mamlaka yako. Praise the name of the Lord. Wakakaribia pale katika maeneo ya vita wakiwa wachache, lakini wako na Mungu. Wakiwa wadhaifu, lakini Mungu ako na wao. Wakiwa hawana silaha, lakini Jehova ako na wao. Hiyo ndio inaleta utofauti. Hiyo ndio inaleta utofauti. Kuwa na Mungu katika maisha yako, hiyo ndio inaleta utofauti. Sio pesa inaleta utofauti, ni kuwa na Jehova. Sio nguvu inaleta utofauti, ni kuwa na Jehova. Sio connection inaleta utofauti, ni kuwa na Jehova. May the Lord be with you. May the Lord be with you. I send you today in the name of the Lord. May the Lord be with you as he was with Gideon. May the Lord be with you. Praise the name of the Lord. Wakaenda mahali pale watu 300, hawana silaha,
hawana makasha ya vita, lakini Jehova alikuwa katikati yao. Ninatangaza siku ya leo, Bwana akawe pamoja na wewe na akalete mabadiliko. Bwana akawe pamoja na wewe na akalete mabadiliko katika mji huu. Bwana akawe pamoja na wewe na akalete mabadiliko katika ibada zetu. Bwana akawe pamoja na wewe na akalete mabadiliko, akalete ukombozi. Watu wanatafuta wakombozi. Ninakutuma kama mkombozi, uenende na Jehova. Ninakutuma kama mkombozi katika jamii yako, uende na Jehova. Ninakutuma kama mkombozi katika kazi yako, uende na Jehova. Ukiwa na Jehova utatuletea ushindi. Ukiwa na Jehova utamletea Bwana utukufu. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Sometimes God abandons the strong and he chooses to use the weak so that his name can be glorified. Mara nyingi Mungu hata wale wako na nguvu na anawatumia wanyonge ili jina lake likatukuke. Praise the name of the Lord. Huwa anaachana na wenye uwezo mkubwa, anatafuta wasio na uwezo mkubwa, anawaaminia neema, anawaaminia nguvu, anawaaminia upako, anawaaminia mamlaka, na anamletea Jehova utukufu. Si Bwana akupake siku ya leo, si Bwana akutie nguvu wewe uliye mnyonge, si Bwana akutie nguvu, si Bwana akupatie upako, si Bwana akusimamishe ili ukaibishe wenye nguvu, ili ukaibishe wenye majina. Praise the name of the Lord. Anatumia wasio na majina kuaibisha walio na majina, anatumia walio wanyonge kuaibisha walio na nguvu ili akajitwalia na utukufu. Tusimame kwa miguu yetu. Praise the name of the Lord. I want us to tell the Lord, we are available this morning. We may feel weak, but we are available to be used by the Lord. Tunaweza hisi wanyonge, lakini we are available. Bwana anatumia walio wanyonge kuwaimbisha walio na nguvu. Bwana anatumia wasio na kitu kuwaimbisha walio na vitu. Bwana anatumia walio wachache kuwaimbisha walio wengi. Bwana anatumia walio chini kuwaimbisha walio inuka. Akamwambia Gideoni, sitatumia watu wengi kuleta ukombozi ili wana wa Israeli wasiseme ni nguvu yao. Sitatumia umati kuleta ukombozi, nitatumia wewe na watu wachache ili wana wa Israeli wakaseme hakika mimi ndiye nimeleta ukombozi. Mwinulie Bwana mikononi mwako, na mwinulie Bwana mikono yako, mwambie give me the anointing of a deliverer. Nipatie upako wa ukombozi. Give me the anointing of a deliverer. Give me the anointing of a deliverer, that I may deliver my family, that I may deliver the land of Tasia. Give me the anointing of a deliverer. Nipatie upako wa ukombozi. Nipatie upako wa ukombozi. Mwambie Bwana nipatie upako. Nipatie upako wa ukombozi. Bwana unatafuta mkombozi katika maeneo haya. Unatafuta mkombozi katika mji huu. Unatafuta mkombozi katika maeneo ya Tasia. Unatafuta mkombozi katika mji wa Nairobi. Bwana usiniaminie na nguvu yako. Bwana usiniaminie na nguvu yako. Vile ulivyompaka Gideoni, vile uliyomtumia Gideoni akaleta ukombozi, ukamtoa katika familia duni, ukamtoa katika mji mduni, ukamtoa katika utumwani. Bwana ukamfanya mkombozi. Bwana si ukanipatia neema, si ukanipatia neema nikawashinde Midianite wanaotesa wanadamu, nikamalize Midianite wanaotesa vijana, nikamalize Midianite wanaotesa wamama katika jina la Yesu Kristo, nikamalize Midianite wanaotesa na wazee. Bwana naomba upako wako, Bwana naomba neema yako, Bwana naomba na nguvu yako ya kuleta ukombozi katika familia yetu. Naomba nguvu yako ya kuleta ukombozi katika kazi yetu. Naomba nguvu yako ya kuleta ukombozi katika kanisa letu katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana nipatie upako unaoleta ukombozi. Ule upako ulimpatia Gideoni, ule upako ulimpatia Gideoni akiwa na watu 300 akaleta ukombozi kwa taifa mzima. Bwana tuiachilie leo katika nyumba lako, tuachilie upako leo katika kanisa lako, tuachilie upako leo mahali hapa Bwana. Ukainua Magideoni, ukainua watu wajasiri, ukainua watu wenye upako, ukainua watu wenye nguvu,
watakaoleta mageuzo, watakaoleta mabadiliko katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza mchana wa leo, Bwana achilie nguvu yake katika maisha yako. Bwana achilie nguvu yake katika nyumba yako. Bwana achilie nguvu yako katika kazi yako. Bwana achilie nguvu yako katika jina la Yesu Kristo. Shaka baganda balanda, shaka baganda balanda, shaka baganda balanda, shaka baganda balanda. Bwana tuinulie watu watakaoleta ukombozi. Sasa imefinyiliwa siku nyingi, tuinulie watu Bwana watakaoleta ukombozi. Jamii zetu zimefinyiliwa siku nyingi na magonjwa na laana. Tuinulie watu watakaosimama na kuleta ukombozi. Bwana tuinulie Gideoni, Bwana tuinulie majeshi, Bwana tuinulie watu, Bwana tuinulie wanarika, Bwana tuinulie wamama, Bwana tuinulie na wazee watakaotembea na neema yako na kutuletea ukombozi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Oh my God, help us. Oh my God, help us. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, Bwana tusaidie. Mali tumeishiwa na nguvu, Bwana tusaidie. Mali tumekosa uwezo, Bwana tusaidie. Mali tumekosa maarifa, Bwana tusaidie. Mali tumekosa hekima, Bwana tusaidie. Help us Lord, help us Lord, help us Lord, and raise and deliver. Help us Lord, and raise and deliver. Help this nation Lord, and raise and deliver. Help this land Lord, and raise and deliver. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Shaka baganda la baganda, shaka baganda balanda, shaka baganda baranda. Bwana ninatangaza nguvu yako tunapotamanisha tumwili na mikono yako. Bwana ninatangaza nguvu yako juu ya watu wako sasa. Hii neema ya ukombozi iwe juu ya maisha yao. Hii neema ya ukombozi ikatue juu ya vichwa vyao katika jina la Yesu Kristo. Ninawatangazia neema yako, ninatangaza neema yako, ninatangaza neema yako, ninatangaza neema yako. Neema ndiyo inashuka sasa, neema ndiyo inashuka sasa, neema ndiyo inashuka sasa, neema ndiyo inashuka sasa. Pokea hiyo neema sasa, pokea hiyo wingu la Mungu, pokea hiyo moto wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Enenda ukaleta ukombozi, enenda ukaleta ushindi. Utaomba na mambo itabadilika, utatangaza mambo na itafanyika katika jina la Yesu Kristo. Chini ya neema na nguvu ya Mungu itakuwa sawa na wewe, itakuwa vyema na wewe katika jina la Yesu Kristo. Na kutuma na baraka, na kutuma na neema, na kutuma na nguvu, na kutuma na mamlaka ya mbingu katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want us to celebrate the Lord. Tukamtukuza Bwana kama watu walio na ufahamu. Tukamshangilia Bwana kama watu wanaojijua. Hallelujah. 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 Glory. 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 Yeah. 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 Ah. Amen. Victory belongs to us. You can take our seats. Victory belongs to us. In the name of the Lord Jesus Christ. Ushindi ni wetu. Ushindi ni wako. Utaleta mageuzo katika jamii yenu. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana wabariki na mwenende katika nguvu ya Bwana. Mwenende katika upako wa Bwana. Mwenende katika mamlaka ya Bwana. Na upako wa Gideoni uwe juu ya maisha yako. Wanaosema nimetoka mahali pa chini sana, nimetoka katika familia chini sana, you need that anointing to lift you. Amen. You need that anointing to lift you from unknown to know. Amen. Nataka tukaweze kujiandaa, tukabariki kazi ya Bwana. Wale tumekuja na fungu la 10, 10% of your income
is non-negotiable, ni ya Mungu. Hata ukikula jua tu umekula ya Mungu. That is non-negotiable. 10% of your income is non-negotiable, and you cannot change the scriptures. You cannot. 10% of your income belongs to the Lord. And that is why we don't ask for 20. We don't ask for 15. We don't even ask for 11. Hatuongezi hata nukta. Hatuongezi hata shilingi juu, ili maandiko yakatimie. Amen. 10% of your income belongs to the Lord. When you give God your 10%, you are giving God the right of ownership. You are giving God the right of ownership, ili akaingilie katika maisha yako. Ndio maana anasema, can you try me in this, see whether or not open the floodgates of heaven and pour down so much blessings. Utakosa mahali ya kuiweka. Amen. Wale tunakuja na fungu la 10, kindly stand on your feet. I want to speak a blessing over your life for obeying the word of God. Father, I thank you because of these dear ones who have come into your house with a tenth of their income, Lord. 10% they have come to honor you, Lord. I pray this afternoon, as they have come to honor you, may you honor them with the resources, with the wealth, with great incomes, and let men become a blessing to their lives. Open doors for them, Lord, that Jehovah God, your word can be fulfilled in their lives. In Jesus' mighty name, I bless you. Amen. Wale wengine tunaweza tukaingia kwa mfuko yetu, tukatembea hapa mbele, tukamtolea Bwana sadaka mzuri, get a good offering and walk forward. Chukua sadaka mzuri, tembea hapa mbele, ukajitolee na mwambie Bwana, help me in the area of finances. Amen. Wale tunataka kutoa kupitia namba ya M-Pesa, unaenda kwa send money 0728771111 0728771111. I believe wamesema vizuri, wanajua 07287711. Hii ndio namba ya kanisa, na ni vizuri kuijua, na ukishaijua ni vizuri kuitumia. Ni vizuri kuijua na ni vizuri zaidi kuitumia. Amen. 28771111. Very simple number. It's easy to cram, it's easy to use at your convenience. Na mimi tumejitolea sadaka yetu. Sisi zote tumetoa. Okay. Wacha tusibarikishe mbele za Bwana. Father, I thank you for the offerings and sacrifices your people are brought into your altar. I ask, Lord, that you may bless their lives. They have sown in tears. Let them reap with joy. Let them give 40%, 60%, and 100% according to your will, Lord. We thank you, Lord, and we sanctify this sacrifice that it may do be used to build your kingdom. In Jesus' mighty name, I do pray. Amen. Wale wote mmetoa, Bwana wabariki na watende, na mahali hiyo mfuko imetoka isikose katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumefika mwisho wa ibada zetu, na ninawashukuru kwa ajili ya kufika. Si kama tuko na mgeni, ni mara yako ya kwanza kabisa kuwa mahali hapa, the very first time.